Okay, karibu sana katika channel yetu ya Jajiri TZ. Upo na mwalimu wako Esa Hamisi na Mtike. Leo tutaangalia jinsi gani ya kuweza kutengeneza sabuni za magadi za kuoshea vyombo, kwa maana zile za kwenye makopo, sawa? Kwa hiyo naomba uungane nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tutaangalia hatua ya kwanza hadi hatua ya mwisho. Kwa hiyo utapata maarifa jinsi gani ya kuweza kutengeneza sabuni za kuoshea vyombo za magadi ambazo ni zinaweka kwenye makopo. Hii sasa hivi imekuwa fursa kubwa sana. Kwa hiyo ungana nami mwanzo mpaka mwisho kuanzia hatua ya kwanza uweze kupata maarifa. Kitu cha kwanza kabisa ni kuweza kuandaa kitu kinaitwa caustic soda solution. Kuna video nyingi sana ambazo nishaelezea, kwa maana nishaelezea malighafi na kazi gani za kutengeneza sabuni za miche. Kwa hiyo hapa tunaanza moja kwa moja hatua ya kwanza. Unapaswa kuandaa maji yako. Kisha andaa maji yako, unaweka caustic soda, sawa? Ushaweka caustic soda tayari, utaweka kidogo kidogo, then utakuwa unakoroga ili kurahisisha ile caustic soda yako iweze kukoroga kiufasaha zaidi, sawa? Usimiminie afu kaacha. Ukishamimina basi unapaswa kuikoroga, then utaiacha kwa masaa ambayo yapungue 24, sawa? Then utafuata hatua nyingine ambayo inapaswa kufuatwa. Hapo sasa tulishaacha baada masaa 24, kwa maana solution yetu iko hivyo. Hatua ambayo unapaswa kuifanya na kuweza kuipima caustic soda yako, kuipima tuweze kujua je, kiwango cha kemikali ni salama kwa matumizi ya binadamu, sawa? Kwa mwisho wa siku, kwa sababu mwisho wa siku itashikwa na mtumiaji ambaye ni binadamu, kwa hiyo lazima tuhakikishe usalama wake. Ndipo tutakuja kutumia hydrometer kuweza kupima kiasi cha kemikali. Kwa maana tutatumia hydrometer kuweza kutambua kiasi cha bome ambacho kipo kwenye solution yetu. Hapo ndipo nikachukua kopo langu, nikaweka solution yangu, then nikadumbukiza, nikasoma ilivyokuwa tayari, nikaenda kufuata au kutengeneza au kufuata ile hatua ambayo inafuata. Baada ya kuweza kutambua kiasi cha kemikali kipo salama kwa matumizi ya binadamu, ndipo sasa hivi tunaenda kutengeneza sabuni yetu moja kwa moja, kwa maana kuchanganya mafuta na caustic soda solution, sawa? Utachukua mafuta utaweka kwenye ndoo yako, then utakuwa unachukua ile caustic soda, utakuwa unamimina huko na koroga. Kitu kama hiko, sawa? Kwa hiyo kufanya hivyo sasa itaweza kukusaidia wewe kuweza kutengeneza sabuni ambayo ni nzuri, sabuni ambayo inapendwa. Mwisho wa siku utaweza kufanya biashara ambayo iko vizuri kabisa. Hapo ni ukorogaji, then mpaka pale itakapokuwa inang'ara itakuwa tayari. Tunao wanafunzi ambao wamejiunga katika madarasa yetu mbalimbali kule WhatsApp na Telegram. Katika video hii katikati itakayokea ushahidi uweze kumsikiliza Madam Upendo ambaye yupo madarasa mbalimbali ikiwemo darasa la sabuni za miche. Na sasa ameweza kutengeneza sabuni za miche, anafanya biashara hiyo na anapata pesa. Kwa hiyo hata wewe kama unahitaji kusimamiwa, kufundishwa na sisi, karibu sana kule WhatsApp. Utachukua namba hiyo hapo 0653463133. Utatucheki kule WhatsApp, then utajiunga na darasa. Nitakuachia video au kipande cha video cha Madam Upendo katikati, then ikishaisha ile video ya Madam Upendo tutaendelea na hatua ambayo inafuata ya utengenezaji wa sabuni yetu ya makopo au sabuni ya kutengenezea, sabuni ya kuoshea vyombo ya magadi, sawa? Kwa hiyo iko hivyo. Hapo niendelee kukoroga mpaka pale itakapoanza mchanganyiko wako umeanza kumeremeta, hapo itakuwa tayari, sawa? Kwa hiyo kwa hapa, kwa maana tutastop, tutaangalia mrejesho wa Madam Upendo, then mwishoni, kwa maana katikati ikishaisha hiyo video tutaangalia itakavyokuwa. Hello mwalimu, habari za leo, habari ya jioni. Nimeleta mrejesho wangu kwako, sabuni zangu kama unavyoziona. Mwalimu Namtika, asante. Mwenyezi Mungu akubariki sana sana sana. Niko zangu huku nazidi kuchapa kazi, nazidi kupiga kazi. Yaani hapa ni kazi tu kama unavyoona mwalimu. Mwanafunzi wako kama unavyoniona, mambo yangu yako moto. Asante sana mwalimu, Mwenyezi Mungu akubariki. Mrejesho wangu ndio huo, nimemaliza kukata sasa hivi. Kama unavyoona mwingine huo hapo nimeutandaza. Mwalimu, Mwenyezi Mungu akubariki sana mwalimu Namtike. Mungu akubariki sana sana. Okay, baada ya kuangalia mrejesho kutoka kwa Upendo, hebu tuendelee. Hatua ambayo inafuata ni utaweza kuweka rangi. Kama utakuwa unapendelea kuweka rangi ambazo ni tofauti, ambazo zinaachana layers, sawa? Lakini kama unaweka rangi moja basi utaweka tu kwa mkupuo. Kwa mimi hapa nikachota uji wangu au mchanganyiko wangu kidogo, then nikaweka rangi. Ndivyo ambavyo unapaswa kufanya kama utafanya katika mithili ambayo mimi nimefanya. Kwa hiyo tutaweka rangi, then tutakoroga kwa maana kufanya mchanganyiko wangu wote uwe na rangi moja, rangi ya blue kama ile ya magadi tuliyoizoea. Sawa?
Kwa utachanganya hapo chapo, ikishakuwa imechanganyika vizuri unaenda kufungasha, sababu mchanganyiko wetu tayari ushachanganyika vizuri kabisa wa mafuta pamoja na caustic soda solution. Kwa kitu ambacho kinafuata ni kuweza kuchanganya, kwa maana kufungasha au kuweka kwenye makopo. Kwa maana makopo yametumika kama vifungashio, kama nini ile, kama vifungashio, lakini pia kama mold, sawa? Kwa tutaweka hapo, lengo mama ni kuweza kugandisha sabuni yetu, sawa? Kwa hiyo itakuwa naweka kwa mtindo wa layers. Kwa maana naweka layer ya kwanza labda ni uji ambao ni mweupe kama huo, then juu yake nitaweza kuweka layer nyingine ya uji ambao nimeweka rangi, then nitachanganya, utaona huko mbele jinsi itakavyokuwa nafanya. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa ambayo sasa hivi ipo. Unaona kupo ndogo inaanza shilingi 500, makubwa yapo ya shilingi 1000, yapo shilingi 1500 hadi shilingi 2000. Kwa hiyo ni wewe tu kuweza kuchangamkia fursa, na fursa nayo ikakuchangamkia wewe, kwa maana kupata returns ambazo ni mzuri. Lakini ukikaa tu kusema kitu fulani labda ni specialized kwa watu fulani, itakuwa ni changamoto. Unaona? Kwa lazima na wewe uweze kuwa mtendaji na mambo yaweze kuwa vizuri. Unaona kile ambacho nimekiongea, kwa maana unaweka uji wa kwanza ambao ni mweupe, unaweka wa rangi, then utachanganya kidogo, utakuja kuweka uji mwingine juu yake, then utachanganya. Hivyo ndivyo ambavyo unapaswa kufanya. Ni ngumu kama ukiandaa akili kuwa ni ngumu. Ni rahisi kama utasema, kama akili yako utaiambia kuwa ni rahisi. Kwa maana akili huwa inaambiwa, sawa? Ukiandaa mazingira ugumu utatengeneza tu ugumu, basi kwa hivyo na changamoto yoyote. Lakini ukisema hii kitu nataka kufanya afu nitaweza na nitafanikiwa, utafanya, utaweza na utafanikiwa. Kwa sababu huwa napenda kusema kwamba changamoto njia sahihi ya mafanikio ya kweli, na sio vinginevyo. Lakini kwa upande wa sabuni hakuna changamoto za kuzidi za kumfanya mtu asiweze kufikia malengo kwa mwenye nia ya dhati. Hili ni moja kati ya darasa kubwa sana ambalo watu wengi wanalishipalia na wanafanikiwa kutengeneza, kuuza na kuweza kupata hela. Kwa hiyo na wewe pia kama unahitaji kufanya hii biashara, karibu sana darasani, utapewa miongozo yote, wapi utapata malighafi, vifungashio, sio kila kitu kule utaelekezwa. Kwanza utaanza kufundishwa sabuni ni kitu gani na inatengenezwa vipi. Pia utaweza kupewa machimbo ya kupata malighafi kwa bei nafuu, kwa bei ya chini. Pia tutakuandalia namna ya kuweza kufungua kiwanda kidogo ili kuweza kutanua faida, kwa maana sio tunatengeneza faida ionekane hivi na hivi, hapana. Ukiwa darasani hayo yote unaelekezwa jinsi gani kuweza kufanya ili uweze kufikia mafanikio kupitia hiki kitu ambacho utakuwa unakifanya. Madarasa tunayo mengi sana ambayo tunafundisha kwa kupitia WhatsApp na Telegram. Darasa la sabuni za miche, darasa la sabuni za maji, sabuni mbalimbali za maji, ubuyu wa vipande, ubuyu wa Zanzibar, vijora vya batiki pamoja na vikoi vya aina mbalimbali. Darasa la bidhaa za nywele, kule utakutana na steaming, shampoo za aina tofauti tofauti, unaona, leave-in conditioner, hair spray utakutana nazo kule. Darasa la usindikaji wa pilipili, darasa la tomato, unaona. Kwa kama unahitaji kujiunga darasa lolote lile, wewe nitumie message hapo WhatsApp, hai nataka kujiunga darasa fulani, basi utapewa mwongozo wake, then utajiunga darasani na utafundishwa. Na kama unaangalia video hii upo kwenye darasa letu lolote lile, sema hai, yes nipo katika darasa fulani, nipo darasa la ubuyu wa vipande, ubuyu wa Zanzibar, nipo darasa la vijora, nipo kwenye darasa la sabuni za miche, sabuni za maji, hivyo. Kwa maana kama Charlotte fulani hivi. Yes, hapo tunakamilisha zoezi letu la kuweza kuweka sabuni zetu kwenye vifungashio au kwenye mold zetu, sababu hiyo hayo makopo yametumika kama ndo mold hizo, sawa? Kwa hapo unaweka uji fulani labda mweupe, unaweka uji wa rangi, unakoroga, unaweka uji mwingine, unakoroga, hivyo. Ndivyo jinsi ninavyopaswa kufanywa. Kwa hiyo kitu kama hiko. Pia usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment ili tuweze kupata. Kwa maana kama umesubscribe, kwa maana inakuwa ni wepesi, kunakuwa na wepesi baada kupata notification endapo utapokea video ya kitu kingine. Kwa hiyo unaweza kusema yes kuna kitu kingine, basi unaangalia, unapata maarifa na maisha yanaendelea kuwa vizuri kama hivyo. Be positive, jasiriamali unalipa. Ulikuwa na mwalimu wako Issa Hamisi na Mtike. Hapo namaliza kuchanganya hapo, sawa? Then nitaacha, nitafunga juu tayari kwa kuweza kupeleka sokoni, au kwanza kusubiri zigande then kupeleka sokoni. Hakuna shida yoyote. Wengine wanaenda mbali zaidi, wakishatengeneza kama hivi, wanatafuta stika zake, kwa anaweka stika vile vifungashio, anaweka stika aidha kwa juu kwenye kifuniko au
kwenye container yenyewe au kwenye mold yenyewe ya sabuni. Unaweka sticker yako safi kabisa, kiasi kwamba sticker inakuwa na details ambazo zinajieleza kwa maana mzalishaji ni nani, mawasiliano yake na yuko wapi, kitu kama hicho. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana kuweza kufanya biashara na watu ambao wako mbali na wewe, kiasi kwamba bidhaa ikiwafikia tu wasema wao, ngoja nimcheke kama bidhaa ipo. Hapo tayari, kwa maana tunachosubiria ni kuweza kusubiri zigande. Kwa hiyo utafunga kule juu, kuna vifuniko vyake, sawa Kwa wale wazoefu itakuwa napata mwanga hivi. Unafunga kule juu, hapo inakuwa tayari, sawa Kwa hiyo hapo tayari kwa matumizi, tayari kwa kuuza. Be positive, jasiriamali unalipa. Ulikuwa na mwalimu wako Esa Hamisi na Mtike. Bye.